Yule Mansa Musa alipokuwa mtawala kule Timbuktu Mali miaka ile iliyopita mingi, ndio tajiri mkubwa ulimwenguni mpaka leo. Rekodi yake utajiri haijavunjwa na Bill Gates wala nani. Alikuwa na utajiri wa dhahabu, na nyinyi mwajua nafasi ya dhahabu namna inavyopanda kila siku. Uchumi wake au mali yake haiwezi kukadirika kwamba alikuwa na, kama ni pesa ni kiasi gani kwa sasa. Tajiri mkubwa Muislamu Mansa Musa anaitwa, alikuwa yuko Mali. Alipokwenda haji, msafara wake alitoka na watu 60,000 takriban, na misafara ilikuwa ya kupandisha ngamia, wamepanda watu na ngamia wengine wamebeba dhahabu. Uchumi wa Misri miaka hiyo ulikuwa baada ya yeye kupita pale, kwa sababu alikuwa akigawa zile dhahabu. Alipofika Maka na kufanya haji, yani Maka na Madina, mwisho alibeba jopo la maulama. Alibeba jopo la maulama kwamba mimi nataka maulama waende katika nchi ya Mali kwa Afrika ya magharibi. Akatoa kundi kubwa la maulama kwa mali yake, ikajengwa jamii kubwa, elimu ikawa inamwagwa pale, vizazi na vizazi mpaka leo tukawa tumewapata hawa kina Sheikh Hamad al-Ansari. Hamad al-Ansari atokea Mali asili yake, lakini asili yao ni Madina. Al-Ansari bimaana al-kalima nisbatan nasaban, lakini babu zao walipelekwa kule maulama. Sheikh Abu Hashim anamjua Sheikh Hamad al-Ansari, alikuwa ni mwalimu katika Jamia Islamia, muhaddith al-Madina. Sheikh Hamad al-Ansari, nataka kusema kwamba ilmu inaweza kuhamishwa kwa njia. Sasa sisi hatuna matajiri wa kutuletea maulama. Lao ungekuwa kina Al-Fawzani hafidhahullah ta'ala, kina Sheikh Ubaid na wengineo waje huku, sisi tufanyaje? Tusokaa tukasoma chini yao. Lakini utaziona sura ni zile zile, kwa sababu hatuna, tuko katika mambo ya kutayammam. Sasa tumeyakosa maji, lakini ndio tutatekeleza kile ambacho katika uwezo wetu.